Pepik Buya ambaye ni mshirika wetu mgeni mpya kanisani, baada kukuja katika kanisa la Manmin, amepokea neema nyingi kupitia kwa maombi hapa kanisani, na wakati amehudhuria ibada ya uponyaji ambayo ilifanyika mwezi wa pili mwaka wa 2025 ikiongozwa na Askofu Caleb Moon, kwa hakika ameweza kuhisi nguvu za Mungu zikimshukia siku hiyo, na alikuwa na shida ya mgongo ambayo ilikuwa inamuuma. Kutoka kwa zile nguvu za Mungu zimeshuka ndani ya maisha yake, shida ya ugonjwa pia ikatoweka. Hata kama hakukuwa kwa wale ambao walikuwa wanapokea maombi pale mbele kwa wagonjwa, alikuwa anaomba akiwa mahali alikuwa ameketi pande ya nyuma, lakini anaelezea kwamba nguvu za Roho Mtakatifu zilimshukia ndani ya maisha yake, akasikia akiwa mwepesi, ni kama anataka kuruka kama ndege. Na baada ya hiyo, baadaye ndiye akakuja kugundua kwamba kwa kweli ameponywa pia shida maumivu ambayo alikuwa nayo kwa ajili ya mgongo. Hebu tuelekee kwake na tukaweze kusikia ushuhuda wake. Mimi nilikuwa on Sunday moja nikiwa natembea kutafuta kwenda kanisani. So nikashika barabara, nikapita, nikaona kanisa nyingi kando kando huko, lakini nilitembea paka hadi nikafika kanisa la Manmin. Nikaona hizo picha zikiwa hapo, hayo mabango. So nikaona afadhali niingie hapo niabudu. Ilikuwa kama 4:15 hivi. Nikaingia hapo, ndio nikakaribishwa kwa hiyo kanisa. Nikaingia nikaabudu hiyo siku hapo. Katika kutembea kwangu nilikuwa natafuta kanisa yenye nitaabudu hiyo siku, kwa sababu mimi nilikuwa niko mgeni Nairobi. So kwa kutembea niliguswa tu, nikasikia roho yangu imependa hapa mahali tu. Nikaingia hapo ndani na ndio nikaanza kuabudu hapo mpaka sasa leo. Ilikuwa siku ya maombi ya uponyaji. Watu walikuwa wamejiandikisha, although ilikuwa ni kwa wale wagonjwa ndio walikuwa waandikisha majina yao. Na kama tunavyojua binadamu wako na shida mbalimbali, si wagonjwa tu. So na mimi pale nilipokuwa nilikuwa nimejitayarisha tayari kwa hiyo siku. Hapo ndipo maombi yalipokuwa yakiendelea, wagonjwa wakawa wanaombewa. Maombi ya kwanza yalipoisha, wagonjwa wakawa wale ambao wamepata uponyaji wao wakaambiwa wasonge kando. Kukawa sasa kumebaki wale ambao bado. So yale maombi ya pili, mahali penye nilikuwa kwa kiti changu nilichokuwa nimekaa, hapo sasa ndio nilisikia feelings zingine zenye sijawahi sikia kwa maisha yangu. Nilihisi nguvu ziliingia upande wa kushoto kwa mkono, zikaingia zikapanda paka upande wa kichwa kote. Nikahisi baridi hapo, nikiwa bado niko kwa maombi, nikiwa machozi yananitoka. Nikajisikia kuwa mwepesi kiasi kwa hata singeweza kusikia mwili wangu. Nikatazama nje ya kanisa, nikaona kwa uwanja pande ile kama ndege weupe wakiruka. Wale ndege walikuwa kwa uwanja, walikuwa wakiruka. Nilisikia hivyo kwa muda kiasi kwa, nilijisikia mwepesi kiasi kwa mwili wangu wenyewe sikuwa nausikia kabisa. Neno la Mungu linasema kwamba tena msilewe kwa mvinyo ambamo mna ufisadi, bali mjazwe Roho. Pepik kabla amjue Mungu, amjue Yesu Kristo, alikuwa anaishi katika ulevi na kunywa vileo, lakini baada ya kupatana kanisa la Manmin akakubali Yesu Kristo kuwa Bwana Mwokozi wa maisha yake, akafikia wokovu. Leo hii hayuko tena katika kulewa kwa mvinyo, lakini amejazwa kwa Roho Mtakatifu. Tukitazama akiwa nyumbani anasoma Biblia kila wakati, anaomba hata akiwa nyumbani akishikilia neno la Mungu. Anasema kwamba tuombe bila kukoma. Maombi ya jioni mfano Danieli kila siku anakuja anahudhuria bila kuchelewa. Na kwa kweli imani yake imeongezeka sana wakati unatazama vile anapenda Mungu na vile anatafuta Mungu. Anaingia chuo cha Biblia MIS, anasoma pale kila Jumanne, na shughuli zote za kanisani anataka kuhusika ndani.
kwa kuwa amependa Mungu na vile ameokoka. Anasema kwamba amepokea amani ambayo hakuwaipata mahali pengine. Naweza kusema nililelewa kwa kanisa. Tukiwa tangu wadogo tumekuwa tukienda tu kanisa ni kama sheria. Tunapelekwa kanisani, tunahimizwa tuende kanisani. Lakini katika wakati huo wote sikupata nafasi ya kumjua huyu Mungu. Tunaenda kanisa ni Mungu wa aina gani. Lakini mwisho maisha yangu nilikuwa na kazi ile niliyokuwa nayo nikaja nikaipoteza kwa sababu ya ulevi, nikaingia kwa anasa. Shetani naye akachukua mkondo wake. Singeweza kwenda kanisani. Maisha yangu yalikuwa ni maisha ya vilabu, kukunywa pombe, starehe tu za humu duniani. Zikaniandama kiasi cha kuwa paka ilifika mahali nikakosa kazi yangu, nikafutwa. Nayo familia, mke na watoto wawili, kwa sababu ya ugumu wa maisha, ikabidi wakahama, wakanihepa. Si kwamba walishindwa, lakini sikuweza kumudu kuwalisha kama mzee wa nyumba, mzee wa boma. Kuna mambo na school fees, maisha ni magumu. So ikabidi mke wangu akachukua watoto akaenda nao kwao. Wakati nilipoingia katika hii kanisa, hiyo siku nilikaribishwa vizuri, nikapewa magazine, nikasoma kuhusiana na kanisa hili, na kwamba kweli tangu hiyo siku nilijua kuwa wanaabudu Mungu kweli. Wakati wa matangazo kukawa kumetangazwa kuwa kutakuwa na ibada ya uponyaji. So nikatayarisha moyo wangu kwa sababu nilijua niko na shida. Na shida niliyokuwa nayo ni shida ya kimwili, kwa sababu mengi niliyokuwa nayafanya si yale ya Mungu aliyokuwa anahitaji. So nikajipanga, nikawa nafunga. Nilianza kufunga kuanzia Monday mpaka Friday. Nikawa nikiomba, na ule muda wa mchana nikawa ninasoma Biblia. Ninatafakari yale maneno yaliyokuwa ninayasoma katika Biblia. Je, inaniambia nifanye nini kuhusiana na maisha yangu? Mpaka hadi hiyo siku ya hiyo ibada, hapo ndipo nikapokea, nikashuhudia hiyo experience yenye sikuwahi sikia hivyo maishani mwangu. Na tangu hapo nimekuwa tofauti, kwa sababu ni Mungu amenisaidia, ameniwezesha. Hata ile hamu ya kukunywa haiko tena, na yale mambo yalikuwa yananisumbua kwa moyo, kwa sababu mimi nilikuwa ni mtu mwenye ningekasirika haraka, ningekuwa haraka kwa kupigana. Lakini vyote viliisha, kwa sababu maisha yangu sasa naona niko na amani ile, hata kama sina, lakini najiona niko sawa. Kitu naweza kumbuka, machozi yalikuwa yanamwagika. Sikuwa naamini ile nguvu yenye nilikuwa nahisi kwa mwili wangu, kwa sababu hata ungesema pengine niruke, hiyo siku hata ningeweza kuruka kabisa, kwa sababu mwili wangu haukuwa mwili wangu tena vile nilikuwa nahisi. Maisha yangu yamebadilika. Nimekuwa na niko na amani katika moyo wangu. Na hata kama ni mambo yale madogo yalikuwa yananisumbua, siku hizi siyaoni kuwa yananisumbua tena. Na hata kama kuna kitu kinanikasirisha, kwa akili yangu sioni kama ni kitu, kwa sababu ninapoona jambo linanisumbua, nikiomba, kila kitu naona kinarudi kama kawaida, normal kabisa. Hiyo hasira imeisha, kwa sababu mimi mtu pengine angenikosea kidogo, watu walikuwa wananijua. Mtu angenikosea kidogo, basi ingekuwa ni machafuko hapo, ingekuwa ni vita. Lakini yote
naona ni kama Mungu ameniondolea yote. Ameniondolea, naweza sema ameniondolea ile hasira niliyokuwa nayo, akaiondoa. Kwa sababu mimi hata nakumbuka hata mke wangu nilikuwa nampiga, nilikuwa namtandika. Lakini saa hizi naona hiyo hasira haiko. Wacha hata kwa mke, hata nilipotoka nje huko kwenye nilikuwa naenda kukunywa, lazima kungekuwa shida. Lakini nashukuru Mungu. Nashukuru Mungu ile amani amenipa, ule wokovu amenipatia. Naona kila kitu sahihi ni sawa. Japokuwa sina kitu, lakini nasikia moyo wangu uko na amani na najua Mungu atatenda, atafungua njia. Nimeamini hilo. Na wakati alikuwa mke wake amemwacha akaenda kwao, marafiki zake walimshauri kwamba wachana na huyo bibi, utafute mke mwingine, mwanze maisha yenu, mkae hapa. Lakini tukimsikia Pepe vile alisema, yeye hakufuata hiyo mashauri. Badala yake, kulingana na vile neno la Mungu linasema, alifuatana nalo. Na akasema kwamba baada ya kujitambua kwamba yeye ndiye alikuwa na makosa, alitubu na akapiga simu kwa mke wake nyumbani na akamwomba msamaha, na sasa wamerudiana kwa pamoja, hata kama hawaishi kwa pamoja, lakini wako pamoja sasa, wanaweza kuzungumza na wale watoto wao vizuri. Na kwa hiyo pia ni baraka ambayo amepokea katika maisha yake. Mke wangu angetoroka, sababu nilikuwa na nguvu, lakini sikuwa nimeelewa kwa nguvu zangu kumbe haikuwa inapaswa nizipeleke kwingine. Ilikuwa ni kuzitumia kumtumikia Mwenyezi Mungu. Nashukuru Mungu kwa sababu kitambo tulikuwa hatuongei sana. Tungekaa, hatungeweza kuongea kabisa. Lakini siku hizi nampigia simu, tunaongea kuhusiana na watoto. Na hata yeye mwenyewe ile roho yake imefunguka kwa sababu mimi mwenyewe niliona jukumu la kuchukua, kwa sababu wakati nilipokuwa nasoma Biblia nikagundua kupitiana na mafundisho kwamba itakuwa ni kizuizi ama itakuwa kizuizi kama mimi sitaomba msamaha, kama mimi nitakuwa na uchungu moyoni mwangu, maombi yangu hayataweza kufika kwa Mwenyezi Mungu. So nikarudi kwa mke wangu, mimi nikamwomba msamaha. Nilimpigia simu na nikamwomba msamaha, nikamwambia nisamehe kwa yale yote yenye amepitia kwa maisha yangu. Na mimi nimeamua, nimegeuka, nimekuwa kiumbe kipya. Na huyu Yesu ndiye amenibadilisha, si mtu mwingine. Manake mimi sikuwa mtu rahisi. Lakini vyote ni yeye tu, Mwenyezi Mungu ndiye anaweza kubadilisha mtu. Katika maisha, ingawaje kuna changamoto nyingi, lakini ile amani yenye huyu Yesu amenipa moyoni mwangu, ile amani na hisi, siwezi taka kutoka hapo. Siwezi taka kutoka hapo kabisa. Na yale mambo yalikuwa yananisumbua, saa hizi kwa sababu naweza kukaa hivi, siwezi taka kumkosea Mungu. Hata wakati pengine nataka kudanganya, pengine nimepigiwa simu ama ni kitu nataka kudanganya mtu, kuna roho ya inanihukumu ndani, ambapo kuwa inanifanya iwapo kama nitadanganya sitaweza kukaa na amani hiyo siku. Paka nitakapoomba, nipige magoti niombe msamaha, ndipo hapo nitakapoona kile kitu kimetoka moyoni mwangu. Siwezi kabisa. So maisha yangu sasa mimi nimeamua kumtegemea Mungu, maana ndiye anayeniwezesha. Nimeamua kumtafuta huyu, na zaidi sitakoma hapo. Bado kuna baraka zake najua ameniwekea, na hizo ndio ninazotafuta. Na mwisho ni ule uzima wa milele, kwa sababu sitataka kubaki nipotee niende motoni. Nashukuru sana kwa kanisa hili na askofu mkuu, Askofu Bwana Caleb Moon na watumishi wa kanisa hili. Kupitia kwao nimepata wokovu. Yeye Mungu aliwawezesha, maana yeye Mungu ndiye hutumia mwanadamu.
Nimebarikiwa sana tangu niingie katika kanisa hili. Yale mengi yenye nilikuwa nayo nimeacha. Ile shida nyingi zilikuwa zinaniandama, ndoto za usiku, siku hizi haziko. Kupitia kwa yale maombi ya jioni ya kila siku. Kuna wengine hawajabarikiwa kupata kanisa ambalo kila siku unaingia kanisani kumwomba Mwenyezi Mungu. Hapa tunapatiwa nafasi siku nzima, ni vile utataka kuabudu, ni vile utataka hapa kuomba, kanisa liko wazi. Ni wewe tu ujitolee, utafute uso wa Mungu, umweleze Mungu shida zako. Ambapo haya yote yanawezeshwa kupitiana na kanisa hili la Man-Men na kupitia kwa mtumishi wake. Ndio maana huwa anasisitiza kila siku watu wahudhurie maombi ya Daniel prayers. Manake kupitia kwayo ndipo tunapata mengi yale tulio nayo, shida zetu zinatatuliwa, maombi yetu yanapata majibu. Na bado tunatarajia mengi kupitia kwa kanisa. Nashukuru sana kwa Suji Ndingi, haja sijamuona, huwa namuona kupitia huduma ya TV ya YouTube ama GCN. Nashukuru sana hata mafundisho yake, na nashukuru kwa uwezo wao, manake ni uwezo wenye wamepewa na Mwenyezi Mungu, ili kwamba wakaweze kuifafanua Biblia, wakaweze kutufunulia zaidi. Si makanisa mengi yanapata kufundisha Biblia jinsi inavyofundishwa hapa. Ni fursa kubwa sana, ama niseme ni privilege kubwa ambapo unaipata hapa kwa hili kanisa. Biblia inafundishwa, inafafanuliwa. Makanisa mengi unapata watu wanaenda kanisa kama kanisa lenye tulikuwa tunajua ikifika Jumapili ni kwenda kanisani, ukishatoka kanisani ni hivyo. Lakini hapa unalelewa kupitia kwa hiyo imani yako, unakuzwa. Wewe mwenyewe utajiona si vile venye ulikuja. Yale mambo yenye yalikuwa hayakuhukumu kwa moyo wako ukiyatenda, ukiendelea kuingiana kuabudu na kusifu katika kanisa hili, yale mafundisho unapata imani yako inazidi kukua. Na naamini bado nitakaa hapa kwa ule muda wenye niko, mimi ni mshiriki wa hapa.